Mke wa Joni alirudi nyumbani mapema sana. Utazani alijua, kwa sababu alimfumania mume wake yupo na mwanamke mrembo sana wa kila uloda. Hiyo amri ya 6 ikivunjwa kisawasawa. Mke wa Joni hakuamini macho yake, alibaki analia tu na akimlaumu mume wake, akimwambia, wewe mwanaume mbwa takataka usiyekuwa unajielewa. Hivi kweli kabisa unaamua kumfanyia hivyo mke wako, tena kwenye kitanda cha mama wa watoto wako, mama wa future yako? Kweli kabisa mume wangu, hapana, staki, nimechoka, naomba talaka yangu. Mume akajitetea, hapana mke wangu, samahani, naomba unisikilize kidogo, nikishaongea ndipo uchukue maamuzi ya kudai talaka yako. Mke akamwambia sawa na kusikiliza, lakini kaa ujue kabisa hayo maneno ndo ya mwisho kwangu mimi kuyasikia. Mume akamwambia sawa, usiwe na wasiwasi. Joni akaanza kujieleza, bwana, leo navorudi kazini, mke wangu njiani nilikutana na huyu binti, alikuwa anaomba lifti, na nilipomwangalia ni ukweli kabisa alikuwa ana uhitaji na usafiri. Niliposhuka kwenye gari kumuona tu, alikuwa muonekano wake ni mchafu, nguo zimetoboka, anaonekana ni mtu ambaye hajui hata anapokwenda ni wapi. Nikampakia kwenye gari na mazungumzo tu kidogo, huwezi kuamini mke wangu, niligundua binti huyo hajala ndani ya siku 3. Nikamwonea huruma, na kwa kuwa alikuwa mchafu nikaona ngoja kidogo tumstiri, nikamleta mpaka nyumbani kwangu. Na nilipofika nyumbani, kwa kuwa alikuwa na njaa, ilibidi nimpashie nyama zile ambazo uliziacha wewe jana, eti kwa kuogopa uzito utaongezeka utakuwa mnene. Nikampashia huyo binti, na hauwezi kuamini mke wangu, kwa kuwa hakula ndani ya siku 3, alikula fasta zile nyama zikaisha. Na kwa kuwa alikuwa mchafu, nikaona isiwe kesi, nikampeleka kwa bafu ili aoge sasa. Na pale ndipo nilipogundua nguo zake hazifai, nikazichukua na kwenda kuzitupa. Mke wangu, nilipotoka hapo ikabidi sasa nimtafutie nguo huyo binti za kujistiri ili arudi kwao. Ndipo nikaenda sasa kwenye kabati lako, ndo nikagundua, bwana, kumbe una jinsi 20 ambazo ndani ya miaka 6 sasa huzivai kwa kizingizio zimekubana, hazikutoshi. Pale nikaona blouse ambayo alikupaga dada yangu kipindi cha Christmas, na ulikuwa hauvai ili tu umchokoze dada yangu uone atasema nini. Nikaichukua na hiyo blouse nikamwekea binti wa watu pembeni, ili akitoka kuoga nimpatie avae. Pale ndipo nikakiona kiatu ulichonunua kwa bei gari, ndani ya muda mrefu mke wangu haujakivaa, eti kisa tu kazini kwako rafiki yako ana kiatu kama hicho, hivyo utaki kuonekana kuwa umemwiga. Nikachukua nacho hicho kiatu mke wangu nikampa. Pale ndo nikaona na nguo ya ndani ambayo nilikupatia mke wangu kama zawadi ya ukumbusho wa harusi yetu. Nikakumbuka kuwa haujawahi kuivaa, eti kisa tu sikuchagua rangi nzuri, nayo nikampatia. Hauwezi kuamini, binti wa watu alipotoka kuoga hakuamini macho yake, alibaki analia tu, tena akiniangalia machozi yakimtoka. Akaniambia, wewe baba wewe, sijui nini cha kukulipa, nahisi Mungu atalipa hichi. Je, akaniuliza swali mke wangu huyu binti, kuna kitu chengine mke wako ambacho huwaga akitumii? Hapa mke wangu, umeona huyu mwanamke alikuwa anatumia kitu ambacho wewe ukitumii, iya iliki mpaka ichemke mke wangu. Si umeshanunua utumbo, usiogope nzi sasa. Na ukifika mke wangu sehemu yoyote ile, usisahau kilichokupeleka. Hasara haiangalii mtaji, utamu na raha ya kazi inategemeana na roho ya bosi.